Karibuni mkae. Biblia inasema heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya ukosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake utafakari mchana na usiku, naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila litendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mwaka wa kumiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Huu ni mwaka wa kumiliki na kutawala. Najua watu wengi tunataka kumiliki na kutawala. Watu wengi tunataka mabadiliko ndani ya maisha yetu. Watu wengi tunataka tuwe na vitu vizuri katika ulimwengu huu wa dunia hii. Lakini katika ulimwengu wa roho hatutaki. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ili umiliki na kutawala mpaka moyo wako umemshiba Kristo. Mpaka umekaa ndani yake na ndani yako. Ili uombalo lolote utafanya nini? Lakini hapa anatupa warning, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji. Sikiliza nikwambie. Tunaomba kila siku. Kuna tabia za kuamka hata saa 6 usiku. Je, unaomba katika moyo wa haki? Je, unaomba katika kweli ya Mungu? Je, ukiomba Mungu anakusikiliza? Bwana Yesu asifiwe. Lakini anapewa hadi kwamba naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake. Hiyo ni haki yake. Yule anayemwomba Mungu vizuri, wala jani lake halitanyauka. Yule anayeomba Mungu vizuri. Walikukuta viti virefu, sasa hawakukuti viti virefu. Mlikuwa mnaenda kwa waganga, uende kwa waganga. Ulikuwa unakaa barazani kwenye mizaa, ukae barazani kwenye mizaa. Kwa unabadilisha mtazamo na mwenendo wako, na moyo wako unabadilika, anakaa Yesu akae adui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini maisha yangu hayabadiliki? Naomba niulize, kwa nini maisha yangu mimi yakoje? Niulize, kwa nini maisha yangu mimi yakoje? Na wewe ndio ujitafakari, kwa nini yakoje? Nimefunga, tumefunga. Sikiliza, tunafunga. Inawezekana kweli? Watu wanajiuliza, hivi toka tunafunga mwezi wa 7, mbona hakuna mabadiliko? Tunafunga kila mwaka, mbona hakuna mabadiliko? Mama amefunga, tunasikia amefunga mwaka wa kwanza, wa pili na wa 3, mbona hatuoni mabadiliko? Mabadiliko hayakai kanisani, mabadiliko yanakaa kwenye mioyo ya watu. Moyo wako ndio utaleta mabadiliko kanisani. Moyo wako ndio utaleta mabadiliko kwenye maisha yako. Moyo wako ndio utaleta mabadiliko kwenye ofisi yako. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Mwangalie mwenzako, vipi unabadilikaje? Yaani kuna wakati inabidi ujitathmini, hivi kwani nikoje sasa hivi mimi? Hivi kwani nikoje? Nilipokuwa kwa zamani nikoje na sasa nikoje? Lazima wewe mwenyewe ujitathmini, mimi nimebadilika, nilikuwa muongo sana, mimi sio muongo sana. Haleluya. Lazima uangalie ni nini kimekubadilisha, umebadilikaje? Tunasoma Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 18 inasema nini? Wakorintho wa pili 3:18. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa mtaji, tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wanawake tuna tabia kuamka asubuhi, kuna vioo virefu unajiangalia. Unaweza ukajiangalia, mwaka jana ulikuwa na sura imejikunja, sasa hivi umepaka podo umeandika. Bwana Yesu asifiwe. Sema podo ni Roho Mtakatifu. Na maombi na kumpenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukijiangalia kwenye kioo unasema hivi, mimi nimekuaje? Mbona kwenye kioo tumepewa kujiangalia kioo? Hebu jiangalia kwenye kioo cha mbinguni, hivi mimi nikoje? Ni yule Helen wa zamani au ni Helen mpya? Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji, tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano huo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Utukufu utokao kwa Bwana aliye nini? Tubadilishwe, tubadilike, sisi tubadilike. Kama vile ambavyo msichana anapokuwa akikuwa anaanza kugenya, anaanza kufika dada, mara kitu tumeota, mara ameanza kunawa uso, ameanza ukimtuma dukani mpaka akisha amenawa uso, akisha amepaka mafuta, akisha amebadilisha nguo sio ile chafu. Lakini zamani kuna katuma tu kamechafuka na kumbe kana dukani. Sasa sisi lazima tubadilike, tu watu wa tofauti ambaye ni Bwana anatubadilisha. Sema amina. Amina. Sema amina kubwa. Amina. Mungu anapenda kutuona tunabadilika kilichokuwa. Mungu anapenda kutuona tunamsikia anachotaka kufanya. Na unapobadilika nafsi yako na roho yako na akili zako zinapobadilika, Mungu atakusikiliza kwa maombi unayoomba. Haleluya. Mungu kusudi lake ni wewe kuwa mtu wa tofauti na maisha yako yasiyo ya kawaida. Maisha yako yasiyo ya kawaida. Kila siku tunakuona ni wewe yule. Tunakuona ni wewe yule, hakuna mabadiliko. Kwa nini tusibadilike? Kwa nini tusibadilike? Sema lazima tubadilike. Sema lazima tubadilike. Haleluya. Mungu kusudi lake ni wewe kuwa mtu wa tofauti na maisha yako yasiyo ya kawaida. Yaani wewe mtu wa tofauti, jamani, toka ameokoka. Jamani, Mungu amemuonekania. Tuna Mungu, watu wanasema kwani Mungu gani walionaye? Si bora tu sisi tunazurura mtaani. Zamani bana tabia hiyo, nikiona walokole wamepauka kweli kweli. Shati ya mchungaji imepigwa zigzaga huko. Na si ajabu na kwenye taku kuna zigzaga imewekwa kila. Alafu anatembea na mkoba uliochoka na kiatu kimepinda. Eti wanakuja kunishuhudia niokoke. Si bora nikae kila kumbi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi sio wale wa zamani. Sisi ni wapi? Sema amina. Amen. Unapokuja kanisani, kuja kama mpya. Unapofanya ibada, fanya kama kiumbe kipya. Ya kale yamekwisha, yamekuwa nini? Hata mtu akikuona anasema wacha niende kwenye kanisa lako nalo sasa. Unajua kwa nini hapa naweza kusema wale ni wa zamani? Nilishatangaza kwa mlete rafiki zenu, mimi mlete. Hakuna rafiki anaweza kusema ngoja nije kwenu. Nikaone kwa nalo sasa. Haleluya. Muulize mwenzako, kuna rafiki yako unaye hapa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Muulize rafiki yako, kuna rafiki yako, muulize jirani yako, kuna rafiki yako amekuja leo, umekuja naye? Mtumishi alisemaje? Sasa niwaambie kitu kimoja. Wacha niwafundishe tu wanangu. Unaniona mimi hapa? Yaani mimi nilikuwa nimechoka. Hata sasa hizi nimechoka kwa sababu ya kufunga. Unajua yule mtu aliyechoka. Lakini kilichonisaidia ni sikio la kusikia. Unajua hata niseme. Mungu anakutumaje na Mungu anakubadilishaje? Mungu anapokutuma, mtoto anayetumwa anakimbia, ndio mzazi wake huwa anampa vingi kuliko yule ambaye anakimbia. Mimi ni Mungu akasema uwaambie tu wakuletee mgeni. Sio mtu wa kuabudu hapa. Waje na mgeni, kila mmoja aje na mgeni wake. Rafiki yake. Wamefanya? Hawajafanya. Sasa inawezekana ni mtihani wa kumaliza mfungo ili Mungu akupe surprise. Lakini hujafanya. Alafu tunataka mabadiliko. Tunataka Mungu atuongeze. Tunataka baraka za Mungu. Tunataka kila ambacho tunachokiomba Mungu ajibu. Lakini amekuambeleta rafiki, yani hicho ni kitu cha kawaida. Nikawaambia tukoeni hata Wamasai wapende 1500 kama zamani tulikuwa tunafanya. Mmefanya? Zamani kwa tunatumwa kuni shuleni. Utaiba kuni za mama yako. Kama ukitaka usimwambie tumetumwa kuni, wewe niiba. Kule kwetu wanachanjana kuni, wanaweka darini, zingine wanaweka kwenye ukuta wa jiko. Wewe chomoa tu. Mwalimu asikuchape. Sasa Mungu hatuchapi tunaona, lakini kuna kichapo sisi.
Muulize mwenzako vipi? Wanafunzi mpo? Sema tupo. Wanafunzi mpo? Aise. Sema Mungu ni mwaminifu. Mungu nisaidie. Tusome Zaburi 30 mstari wa 10. Zaburi 30 mstari wa 10. Soma. Bwana, usikie unirehemu. Bwana, uwe msaidizi wangu. Bwana uisikie unirehemu. Bwana uwe msaidizi wangu. Yaani Bwana ndio msaidizi wetu wa kila jambo. Mwambie Mungu akusaidie kwa yale ambayo huwezi kufanya. Kwa hizo siku. Alafu Bwana akukumbushe kile ambacho huwezi kukumbuka. Mungu anasemaje? Sasa Mungu hatutamwona hapa madhabahuni. Mungu ndio mimi nimetumwa hapa. Yaani hapa Mungu ndio mimi. Ukisikia Mungu wa Helen au kuna Mungu wa Daudi. Mungu wa Daudi kwa sababu kuna vitu alifanya akaitwa Mungu wa Daudi. Haleluya. Sasa Mungu wa Helen alisema tukalete mtu mgeni. Lakini hatujaleta. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kazi yake ni kukufanya uwe na kibali cha kukusababisha uwe na maendeleo na mwendelezo, sio kusinyaa. Kibali ni nguvu kutoka Mungu. Na kibali unakipataje? Kibali unakipata unapokuwa mwaminifu, unaponyenyekea, unaposikia, unapofanya kile Mungu anachotaka, ndio kibali kinabadilika kwa chako. Kibali ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Sema kibali ni roho. Lazima usisinyae. Yaani inamaanisha kwamba unapopata kibali hutasinyaa. Kwa Mungu unaanza ukiwa chini. Kwa Mungu unaanza huna chochote. Kwa Mungu unaanza huna mbele wala nyuma. Ndio maana watu wanaanza darasa la kwanza mpaka anasoma mpaka PhD. Mpaka madaktari. Lakini alianza akiwa anafundishwa kama watoto wa sanifu. Lakini hapo kuna wahubiri, kuna mawaziri, kuna mabalozi, kuna wabunge, kuna wanasiasa wakubwa sana. Hao unaona. Lakini vinaanza vikiwa vidogo, sema amina. Mwambie chukueni hata Wamasai wapende 1500 kama zamani tulikuwa tunafanya. Mmefanya? Zamani watu tunatumwa kuni shuleni. Utaiba kuni za mama yako. Kama ukitaka usimwambie tumetumwa kuni, wewe niiba. Kule kwetu wanachanganya kuni wanaweka darini, zingine wanaweka kwenye ukuta wa jiko. Wewe uchomoa tu. Mwalimu asikuchape. Sasa Mungu hatuchapi tunaona, lakini kuna kichapo sisi. Muulize mwenzako vipi? Wanafunzi mpo? Sema tupo. Wanafunzi mpo? Aise. Sema Mungu ni mwaminifu. Mungu nisaidie. Tusome Zaburi 30 mstari wa 10. Zaburi 30 mstari wa 10. Soma. Bwana, usikie unirehemu. Bwana, uwe msaidizi wangu. Bwana uisikie unirehemu. Bwana uwe msaidizi wangu. Yaani Bwana ndio msaidizi wetu wa kila jambo. Mwambie Mungu akusaidie kwa yale ambayo huwezi kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Bwana akukumbushe kile ambacho huwezi kukumbuka. Mungu anasemaje? Sasa Mungu hatutamwona hapa madhabahuni. Mungu ndio mimi nimetumwa hapa. Yaani hapa Mungu ndio mimi. Ukisikia Mungu wa Helen au kuna Mungu wa Daudi. Mungu wa Daudi kwa sababu kuna vitu alifanya akaitwa Mungu wa Daudi. Haleluya. Sasa Mungu wa Helen alisema tukalete mtu mgeni. Lakini hatujaleta. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kazi yake ni kukufanya uwe na kibali cha kukusababisha uwe na maendeleo na mwendelezo, sio kusinyaa.
Kibali ni nguvu kutoka Mungu. Na kibali unakipataje? Kibali unakipata unapokuwa mwaminifu, unaponyenyekea, unaposikia, unapofanya kile Mungu anachotaka, ndio kibali kinabarikiwa kwa chako. Kibali ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Sema kibali ni roho. Kibali ni roho. Lazima usisinyae. Yaani inamaanisha kwamba unapopata kibali hutasinyaa. Kwa Mungu unaanza ukiwa chini. Kwa Mungu unaanza huna chochote. Kwa Mungu unaanza huna mbele wala nyuma. Ndio maana watu wanaanza darasa la kwanza mpaka anasoma mpaka PhD, mpaka madaktari. Lakini alianza akiwa anafundishwa kama watoto wa shule. Lakini hapo kuna wahubiri, kuna mawaziri, kuna mabalozi, kuna wabunge, kuna wanasiasa wakubwa sana. Hao unaona. Lakini vinaanza vikiwa vidogo. Sema amina. Kwa kila siku maroho ya baba yangu, maroho ya mama yangu, maroho ya bibi zangu, kwa nini tusiyakatae? Katae kabisa. Ibrahimu alikataa. Akabeba imani, akamsikiliza Mungu anachosema. Akamwambia ondoka katika nchi ya Uru akadae. Ondoka nyumbani kwenu, ondoka mazima, na leo utaondoka mazima kwa jina la Yesu. Amen. Lazima uondoke mazima kwa jina la Yesu. Amen. Hizo alama alizokupaka unasema sizitaki. Haleluya. Sema tunazikataa. Hizo alama zao. Ibrahimu akaondoka kwao. Akamsikiliza Mungu anachosema. Jamani wote niwaambie. Mimi nilitoka Ukuriani huko Msoma, huko Mungu akasema ondoka. Wakati wote na mimi Mungu mzongwareni. Sijui Biblia tutakuwa mali nishakimbia, Biblia nishakimbia kila kitu. Mungu anasema na mimi ondoka. Niondoke niende wapi? Dawa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ulipong'ang'ania lazima utoke kwa jina la Yesu. Amen. Hapo ulipong'ang'ania lazima upaache kwa jina la Yesu. Amen. Hiyo roho inayokutesa lazima iondoke kwa jina la Yesu. Amen. Lazima tutangaze ukuu wa Bwana kwa jina la Yesu. Si tuliokoka tu watu tofauti, sema amen. Maneno yako ndio atakayokuponya hapo ulipo. Moyo wako ndio utakayokutoa hapo ulipo. Maamuzi yako peke yako. Kumfuata Yesu ni maamuzi yako. Kufanya mapenzi ya Mungu ni maamuzi yako, sio maamuzi ya mtu mwingine. Sio maamuzi ya mchungaji. Moyo wako unaangalia nini? Unasikia nini? Moyo wako unawaza nini? Mazingira yako yasikucheleweshe. Kuna watu tunabeba na mazingira. Mazingira yako ndio yanakutesa. Mazingira nyumbani kwako yanakutesa. Mazingira mwaka jana yanakutesa. Mazingira ukutana nayo leo yanakutesa. Sema mazingira usinihubirie. Mazingira usinihubirie. Ninakukataa kwa jina la Yesu. Sema ninakukataa. Wala wewe wa rafiki yangu. Toka mbele yangu. Toka kwenye nyumba yangu. Toka mazingira. Mazingira ya wajibishi mwache ndani. Mazingira ya kung'ang'ania yakatae. Mazingira sio mkanda. Biblia inasema kinachokukosesha kata. Sasa time mazingira. Sasa tunamsoma Ibrahimu sura 12 Mwanzo 12 anasemaje? Usifanye mahubiri kama tunafanya debate hapa. Kama tunaongea kucheza kamari. Hebu tufanye injili kama ni msingi wa maisha yangu kubadilika. Hebu tulifanye neno la Mungu kama ni nguvu ya Mungu inapita kwenye neno lake, linaanguka ndani ya moyo wangu, linaanguka ndani ya akili yangu, linapasua uovu wote ili mimi niwe tofauti. Sema amina. Amen. 12 kuanzia mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Nawe baraka. Akaambiwa aondoke. Kuna vitu ambavyo bado mnang'ang'ana navyo, hujaachana navyo. Kuna vitu ambavyo hujaachana navyo. Lazima uviondoke na viache. Ni nini kinachotesa maisha yako? Ni nini kinachokuchelewesha hapo ulipo usitoke? Ni nini kilichofunga maisha yako? Muulize Hana. Hana
alikuwa amefungwa tumbo na Mungu, tena alifungwa na Mungu, sio mwanadamu. Lakini siku aliazimia mwenyewe, akakaa pembeni, akaanza kuomba. Aliomba, akagusa moyo wa Mungu, na moyo wake akaondoa yale yote yalikuwa yanamsibu ya Penina. Akamwambia Mungu, pamoja na yote leo tuelewane. Na wewe nataka ukae na Mungu, mwambie pamoja na yote naomba tuelewane. Maana Mungu ni rafiki yetu. Lazima mwambie, tabu imenichosha leo, mimi nataka kuachana hii tabu. Hii kelele imenichosha. Mungu atakupa njia pasipo na njia. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto ya Hana imekuwa sasa ni historia kwetu. Na maisha yako yanayokutesa iwe historia kwa watu wengine. Tuseme kwamba tulimuona fulani, jamani Mungu anafanya. Tulimuona Hana kwenye Biblia. Hana alimlingana Mungu, akaomba kama mlevi wa mvinyo, vinyo vyake vikatetemeka. Mpaka Bwana akashangaa, utakuwa mlevi wa mvinyo mpaka lini? Nataka leo Roho Mtakatifu. Watu tujiulize, ameleo Roho Mtakatifu kila siku yuko kanisani. Mungu atabadilisha maisha. Haleluya. Injili ni historia, ni kumbukumbu. Hao wenzetu walifanyaje? Walitembea mtembeo upi? Waliishi katika lipi? Neno napohubiriwa kama leo, wewe chukua la kwako. Barnaba amehubiri, okota pointi yako. Nimesimama, okota pointi yako. Tembea na pointi zako mbili sasa ambazo umezisikia siku leo, zinazogusa moyo wako, zinazobadilisha historia ya maisha yako, ambazo zitakuondoa hapo ulipo, zitakuondoa kijijini kwenu, zitakuondoa kwa marafiki zenu, zitakuondoa kwenye mateso unayopitia. Haleluya. Ibrahim anaambiwa, Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakao kuonyesha. Kuna nchi ambayo Mungu anataka kukuonyesha mpaka usikie. Kuna nchi ambayo Mungu anataka kukupeleka, hakupeleki bila kuchukua hatua. Ibrahim alichukua hatua. Kama mimi nilivyochukua hatua bila una maiki na ubiri Maria. Nisingechukua hatua ningekuwa mpika pombe kilabuni. Maana nilikuwa na mpango wa kununua mlima nigonge kokote. Nikaenda kutafuta mlima. Nasikia sauti inaniambia, "Mlima huu utakwenda kokote, utaweza wewe?" Nasema sasa mimi hapa maisha yamenishia. Maana nimeshachanganyikiwa sasa sijielewi. Nikaangalia mlima, angesema mlima naenda kununua alafu nigonge kokote. Niuze maroni na maroni. Kumbe kokote nikuja kugonga akili yangu kwa jina la Yesu. Amen. Yesu asifiwe. Yaani lazima ujiulize maswali. Nilikuwa wapi na sasa niko wapi? Natakiwa niende wapi? Natakiwa nifike wapi? Shetani asikucheleweshe kwa jina la Yesu. Amen. Ninyi watu wengine mko hapa ni watu wakubwa, wafanyabiashara wakubwa, wahubiri wakubwa, lakini mmekandamizwa na shetani. Sema leo nakupiga. Sema leo nakung'oa. Kama ni jicho na ling'oa leo. Kama ni mkono na kata leo. Kama ni mguu na kata leo. Kama ni akili zangu zifunguke leo. Maana Ibrahim akaondoka, akasikia sauti ya Mungu. Sasa sauti ya Mungu ndio yuko hapa sasa anapokuwa wewe. Usimtafute Mungu mtaani, Mungu ndio yuko hapa. Ndio anaongea na wewe. Hata kama kuna changamoto gani unapitia. Ibrahim alikuwa mganga, mtoto wa mganga. Ni changamoto kwa mganga kutwanga madawa, ni changamoto. Nani alishaona wanatwanga madawa? Haleluya. Wanatwanga madawa. Wanachuma madawa. Sasa fikiria Ibrahim alikuwa anakaa kwenye maviringa ya madawa, kupiga ramli. Lakini hatimaye akawa baba imani. Wewe unatakiwa kuwa nani? Haleluya. Kutoka kwenye uganga wa kienyeji akawa kuhani. Na wewe inabidi nyumbani kwenu uwe kuhani, utoke huko ili mambo ya nyumbani kwenu yabadilike. Zile changamoto za nyumbani kwenu zibadilike. Changamoto za watoto wako zibadilike. Changamoto za biashara yako zibadilike. Mungu hawezi kuruhusu changamoto bila kufungua mlango wa kushinda. Unapokutana na changamoto lakini unapokutana na changamoto kiri ushindi. Hapo natengenezewa misuli ya kushinda. Bila changamoto huwezi kuomba mpenzi. Bila changamoto huwezi kujiuliza maswali. Bila changamoto huwezi kukaa na Mungu baraza. Bila changamoto huwezi kumhoji Mungu, kwani hapa ni wapi? Changamoto zimekuja
yaani kukuongezea spidi ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Piga Bwana makofi kama umenielewa.